Namba 3, hasara za maskini ni kupoteza muda mwingi na nguvu nyingi kwa ajili ya kujikimu kimaisha. Ile mahitaji ya lazima tu ya kula, kuvaa, kulala, afya, elimu na vitu kama hivyo. Unatumia nguvu nyingi, unatumia muda mwingi kuvipata, wakati tajiri hatumii tena nguvu wala hatumii muda mwingi kwa ajili ya mahitaji ya lazima, isipokuwa ni pale anapotaka maendeleo zaidi, anataka kuongeza influence zaidi. Kuna vitu ambavyo ameshahamia yeye na anavyoshirika navyo. Unaona? Nilizungumza Jumapili iliyopita kwamba kuna watu ambao anafanya kazi leo kulipia gharama za maisha ya jana na juzi. Maana anahitaji kula, lakini ana madeni, anafanya kazi kulipa madeni. Kazi ya leo inalipa madeni ya chakula alichokopa, mavazi, si dharura, matibabu, si nini, mambo ya nyuma. Yule ambaye anaishi kwa keshi, kwamba anaishi kutafuta chakula cha leo, mahitaji ya leo, huyo ana nafuu kubwa. Yaani ni maskini ambaye bado anajiweza. Lakini just imagine kwamba huyo mtu kama, yaani ni lazima atoke, akajishughulishe, apate chochote, apitie dukani, anunue unga, anunue mafuta, anunue chumvi, anunue kile na kile, apeleke nyumbani, ndipo familia ile. Akiuma nini kinachotokea? Deni linazaliwa. Takopa dukani, takopa watu. Kwa hiyo siku akipona, anapofanya kazi, anafanya kazi kulipa madeni ya nyuma. Halo? Kuna manatio si mwenye maisha ya namna hiyo? Inawezekana hayupo, ila kama yupo nataka atoke huko. Kama upo bado ambaye uko kwenye level hiyo, nataka utoke. Tunajifunza haya na tunaombeana ili kwamba tutoke huko. Amen. Na naposema haya sina nia ya kumbeza yoyote. Maana mimi mwenyewe bado sijatajirika. Ningekuwa nimeshatajirika nasema kwamba wewe sasa anaamua kutucheka. Ila nataka tusafiri pamoja. Na mimi msafiri mwenzako kupeleka kwenye uhuru wa kifedha. Sijafika huko bado. Ila nataka tusafiri pamoja. Amen. Jamani, tuko pamoja. Kwa hiyo ni mtu ambaye mara nyingi anaishi kwa madeni. Kwenye mazingira ya jirani nikakuta bwana mmoja amekasirika. Jana mpaka anatetemeka kwa sababu kuna mtu amemnyang'ang'ania kumdai deni. Sasa ni kweli unanidai, sasa kwa nini wewe unielewi? Mimi nimeumwa, sisi nenda huko, sisi niliuguliwa, sisi nini? Yaani anapata shida. Kwa nini huyu ni kweli anamdai? Yaani kwa nini hamuelewi kwa matatizo alionayo? Sasa nikamsikiliza Bwana. Yaani nikasema anatetemeka na anaweza kaua mtu. Nikasema hii hasira hiyo, yaani ni vitu watu wengine wamshike tu kwa nguvu, yaani kudhibiti hali ya mambo. Sasa anayekasirika hivyo ni mdaiwa, sio mdai. Ila huyu mtu unajua, niliwaza nikafika mbali sana, alafu nilimuelewa kwamba huyu mtu inawezekana yupo kwenye stress kubwa sana za maisha. Ana matatizo. Ni kweli anadaiwa, lakini ana matatizo. Ametoka tu kupunguza hivi na vile, hivi na vile. Sasa huyu anapomweleza na hamuelewi. Kwa hiyo sasa hasira ile ni hasira inayotokana na hali halisi alionayo. Nilimuelewa sana. Nimeelewa sana. Kwa hiyo Bwana Yesu atusaidie jamani, tutoke huko.